ni kuonyesha ushindi wa Qur'an, kwamba kitabu hiki ni kitabu cha Allah tabaraka wa taala, maneno yake ambayo yana ushindi kwa herufu zake, kwa kalima zake, kwa maana yake. Tutakusudia leo kumzungumza Nabii Allah Isa alayhi salam, miujiza iliyoko katika Qur'an kumzungumza Isa. Nabii Allah Isa ni mmoja katika mitume wa Allah tabaraka wa taala, bali ni katika ulul azmi minar rusul. Kuna mitume ambao wamepewa daraja kwamba ni katika mitume bora watano, akianzia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Ibrahim alayhi salam, Nuh alayhi salam, Musa wa Isa. Hawa watano wanaitwa ulul azmi minar rusul. Nabii Allah Isa alayhi salam ni mmoja katika hawa watano, na Qur'ani imemzungumza sana Nabii Allah Isa kwa sababu ilikuwa ni sehemu muhimu sana kulingana na da'wa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuonyesha ukweli wa imani wa utume wake, kule kujadiliana na wale Bani Israel, Mayahudi na Manaswara. Ikakariri Qur'ani kueleza visa vya Nabii Allah Isa, ili ikiwa ni kushindikiza kwamba hawanabudi kuiamini Qur'ani kwamba ni maneno ya kweli. Na walijaribu sana kwa kila namna Mayahudi na Manasara kuleta maswali ambayo labda yangetatiza, lakini kiasi wanavyouliza wanalipata jibu lile lile lilokuwa wanalijua au wasilolijua katika vitabu vilivyotangulia. Lengo ni kusindikiza utume wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qur'ani imemtaja Nabii Allah Isa alayhi salam mara 25. Ametajwa katika Qur'an Isa mara 25. Lakini pia katika miujiza mingine ya Qur'an ni kwamba manabii wote wametajwa kwa majina yao tu, isipokuwa Nabii Allah Isa ametajwa kwa jina lake na jina mtoto wa Maryam, Isa ibn Maryam. Mitume wote, Ibrahimu ametajwa Ibrahimu, hakutajwa Ibrahim ibn Azhar. Suleimani hajatajwa Suleiman ibn Daud. Yusuf hajatajwa Yusuf ibn Yaqub, atatajwa Yusuf. Ametajwa Muhammad, ametajwa Ibrahim, ametajwa Ilyas, na mitume kadhaa wametajwa kwa majina. Lakini tofauti isipokuwa Isa alayhi salam, akitajwa yuwatajwa kwa jina mtoto, anatajwa na mzazi wake Isa ibn Maryam. Idh qala Isa ibn Maryam, idh qala Isa ibn Maryam, peke yake ndiye mtume aliotajwa pamoja na jina la mzazi wake. Hii ni miujiza ya Qur'an ili kuthibitisha kwamba waamini kwamba Isa alayhi salam ni mtoto wa mzazi mmoja wa kike. Wala hili lisiwe ni ajabu, kwa sababu Qur'ani imetaja watoto watatu katika wanadamu. Ikamtaja Adam, ni kiumbe ambaye hakuja kwa baba wala kupitia kwa mama, hana wazazi wawili. Lakini ikamtaja Hawa kwamba mama yetu Hawa ametokana na baba na Adam, hana mama. Ikamtaja na Isa alayhi salam ametokana na mama, hana baba, ili isije kwamba huyu atakuwa ni kiumbe cha pekee kuwa hana mama, basi ni sababu asindikizwe kwa Mwenyezi Mungu kwamba ni mtoto wa Mungu. La, ikiwa hii ni miujiza kupatikana mtu aliyetoka kwa mama bila ya baba, je, haiwi miujiza mikubwa kupatikana mtu kutoka kwa baba bila ya baba, bila ya mama? Ndio Allah akasema, inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun.
Mfano wa Isa mbele ya Allah ni mfano wa Adam. Kama nyinyi mwaona ni kubwa hili mpaka mkampa uungu kwa sababu amekuja bila ya mama, haya Adam hana mama wala baba, mtampa nani sasa? Huyu ndiye hana sababu kabisa ya wanadamu, kwa sababu hana baba hana mama. Huyu mwenye mzazi mmoja mmefanya Mungu, huyu ambaye hana kabisa. Hii ndiyo miujiza ya Qur'an katika kumweleza mtume huyu. Lakini pia katika miujiza mingine ni kwamba mitume wote wametajwa kaumu zao. Ukimwangalia Nabii Allah Nuh alayhi salam, Allah sema laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, tumemtuma Nuh kwenda kwa kaumu yake, aende akawaongoze kaumu yake. Ya qaum, akawaita kaumu yake, kaumu yangu. Qaum ni lile kabila au ile jamii ambayo ametoka mzazi wako, ndio unaita qaum. Bali yaweza kuwa hata mji aliyetoka mzazi wako ndio wale ni kaumu yako. Sasa Nuh awaambia watu wake, ya qaum, kaumu yangu, ubudullaha ma lakum min ilahin ghairi, muabuduni Allah, hamuna mola isipokuwa yeye peke yake. Ukienda kwa mwingine Hud alayhi salam, maneno haya Allah asema wa ila adin akhahum huda, tulimtuma kwa kaumu Ad ndugu yao Hud. Qala ya qaumi ibudullah, enyi kaumu muabuduni, kaumu yangu muabuduni Allah, ma lakum min ilahin ghairu, hamna mola mwingine isipokuwa yeye, hakuna mwingine wa kuabudiwa isipokuwa yeye. Lakini pia ukienda kwa kaumu Thamud, Allah tabarak wa taala anasema wa ila thamuda akhahum saliha ya qaum ubudullah ma lakum min ilahin ghairi, muabuduni Allah tabarak wa taala, hamna mola mwingine isipokuwa min ilahin ghairihi, asipokuwa yeye, yani Allah tabarak wa taala. Hivyo hivyo kaumu Lut, Nabii Allah Lut asema wa Lutan idh qala liqaumihi ata'tuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin. Awaambia Lut, anawaambia qala liqaumihi, anaiambia kaumu yake. Kwa hivyo Nabii Allah Lut vile vile azungumza na kaumu yake. Tumesema kaum inapatikana kwa mtu anapopata mzazi wa kiume. Sasa wale watu wa mzazi wa kiume au ule mji wa mzazi ule babake ndio unaitwa kaumu yake. La kushangaza ni kwamba Nabii Allah Musa alitumwa kwa Banu Israil na Isa alayhi salam alitumwa kwa Banu Israil. Lakini utakuta Nabii Allah Musa alizungumza na Bani Israili, hakuwaita ya Bani Israili, aliwaita Banu Israil ya qaum. Wa idh qala Musa liqaumihi, Allah sema pindi Musa alipoambia kaumu yake, udhkuru ni'matallahi alaykum, kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu mlionayo. Kwenye aya nyingine kwenye suratul Baqara, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaum innakum dhalamtum anfusakum, kaumu yangu nyinyi mmejidhulumu nafsi zenu. Kwa hivyo pia hapa Musa pamoja ametumwa kwa Banu Israil, aliwaita Banu Israil ya qaum. Lakini hupati mahali Nabii Allah Isa aliwaita Banu Israil ya qaum. Hii ndiyo katika ijazi ya Qur'ani, kwamba hata maneno yake yalivyokuja huwezi kuyapatia kasoro. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi, huwezi kabisa kupata yani kosa katika Qur'ani
Qur'ani yote utakapoitembea utaipata iko sawa. Na ndio Allah tabarak wa taala akasema kwenye aya nyingine, walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Lau ingekuwa Qur'an haitoki kwa Allah, mungekuta ndani ya Qur'ani kuna tofauti nyingi, kuna makosa mengi, lakini huwezi hata ya kilugha. Ajabu, mbona Nabii Allah Isa alayhi salam alitumwa kwa Banu Israil kama Musa, lakini hajawahi kuambia ya qaum. Ajabu nyingine sasa, mamake Isa alayhi salam aliwaita watu wake qaum. Qur'ani imemtajia mamake Isa Maryam, watu wake wale alipokuja, faatat bihi qaumaha. Allah asema akaja naye Maryam, mtoto yule akaja naye kwa kaumu yake. Kwa hivyo mama wa Isa ameunganishwa na kaumu. Banu Israili ni kaumu yake, lakini Nabii Allah Isa Qur'ani haikuonyesha, haikutaja kwamba ni kaumu yake. Nini tunalojifunza kubwa hili katika Qur'ani? Kule kupatikana manabii wote kuegemezwa kwa kaumu zao, lakini lisipatikane hili kwa Isa alayhi salam. Kila akizungumza Nabii Allah Isa yuwazungumza na watu wake kwa lugha ya Bani Israil. Anawaambia, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaykum. Hasemi qaum, enyi Banu Israil, hawaambii ya qaum kama alivyosema Musa na wengine. Nini tunalojifunza hapa? La kwanza tunalojifunza ni kwamba Qur'ani ya kuwekea wazi kwamba Nabii Allah Isa alikuwa hana baba, na kwa kuwa hana baba hana kaumu. Tumesema kaum ni wale watu ambao anawategemea mtu kutoka kwa wazazi wake, kwa mzazi wake wa kiume. Sasa kwa kuwa Isa amezaliwa bila ya baba, hakufikia kuwa na kaumu yake, haikutajwa kaumu yake katika Qur'ani yote, utakuta haikuzungumzia, kinyume cha manabii mengine. Ukimwangalia Nabii Allah Musa, neno kaumu kwake limekuja mara 27. Nabii Allah Nuh, neno kaumu limekuja mara 22. Nabii Allah Ibrahim limekuja mara 9, na wengine wote. Lakini ila Isa hulipati, ni kuondoshwa fikra ya kujaza ubaba kwa Isa, kwamba Isa hana baba, ili isije ile fikra waloibeba wale waloteleza kwa shetani akawapoteza, wakamtaja Isa kwamba babake ni Allah. Mwenyezi Mungu alivyobainisha ni kwamba Isa, Qur'ani yatufunza iondoke fikra kwamba huyu hana baba ndio hana kaumu. Na ndio mtume pekee akataja Ibn Maryam, akatajwa kwa jina la mzazi wake, na mitume wote wametajwa kwa jina lao bila kutajwa mzazi, ili kuhakikishiwa hii ni Qur'ani inavyowatibu watu wasije katika fikra hizi za kwamba huyo Isa hana baba, hawamjui babake, basi babake awe la. Isa hausishwi na baba kabisa, na ndiye asipate neno ya qaum katika Qur'ani tukufu. Hili ni moja katika somo kubwa ambalo tumelipata, kwanza kuonyesha fadhila za Qur'ani na ubora wake na ushindi wake, kwamba inapozungumza kitu basi hata ile lugha yake pia ina ushindi, huwezi kupata kasoro ndani ya Qur'an. Lakini pia hata mimi na wewe twaiona thamani ya mzazi, ya baba, kwamba baba kumbe ndiye anayekujengea familia, na ndiyo ikawekwa dhambi kubwa baada ya shirki, kwa sababu dhambi ya kwanza kubwa ni shirki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameonyesha, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna, mwenye kumshirikisha Allah, Allah amemharamishia kabisa pepo. Lugha ya haramu imekuja kwa mwenye kumshirikisha Allah na pepo.
kitu ambacho kimekuwa rahisi. Waweza kumkuta mtu safu ya kwanza kwenye msikiti, lakini yeye ni mshirikina akirudi mtaani. Tena watu wakwambia hodari yule, sio mchezo, na jina la Kiislamu, yuko msikitini safu ya kwanza, lakini mshirikina. Wafanya nini na ushirikina wewe? Allah kuapia, innahu man yushrik billah, aapa Allah, hakika yule mwenye kumshirikisha, hakika asema Allah, si hakika yako wewe. Innahu man yushrik billah, yule mwenye kumshirikisha Allah, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah amesha muharamishia moto, pepo, kwa maana ni mtu wa motoni peke yake. Kwenye aya nyingine Allahu tabaraka wa taala, yaf'alu ma yasha yu'adhibu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Allah siku ya kiyama atafanya anavyotaka. Kuna watu watamkosea na Allah atawasamehe kwa sababu ni Ghafurur Rahim, lakini isipokuwa mtu mmoja tu, mtu atakayekufa na hajafanya toba na ushirikina wote, huyu hana msamaha. Allah tabaraka wa taala sema, inna Allaha yaghfiru liman yasha wa yaghfiru ma duna dhalika, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tabaraka wa taala hamsamehe kabisa. Inna Allaha, angalia inna litawkid, hakika Allah la yaghfiru an yushraka bihi, hasamehe kabisa kushirikishwa. Dhambi ya shirki haisamehe. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na anasamehe madhambi mengine kwa atakayemtaka. Allah anaweza msamehe, lakini atakayekufa na shirki hapati msamaha wa Allah tabaraka wa taala. Sasa aya zote hizi zatufunza, kutulekeza kwamba isije fikra kumwekea Isa alayhi salam kwamba huyu hana baba, basi ikawa ni lazima mwanadamu awe na baba, kwa hivyo huyu hana, itakuwa babake ni Mungu. Wewe ushatoka kwenye mstari. Hii ni dhambi kubwa. Tunalolisoma la kwanza hapa ni hili la kutenganishwa na ushirikina. Dhambi ya pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ni mtu kuweka mbegu yake katika sehemu ya haramu. Ukalala na mwanamke wa zinaa, kwa njia ya zinaa ukaweza wewe kusababisha abebe mimba ile, mtoto yule ni katika dhambi kubwa inamfuata shirki. Kwa nini? Kwa sababu umemdhulumu yule mtoto. Atakuja ulimwenguni hana pa kuegemea. Watu wakijidai na kaumu yangu, yake iko wapi? Ni ipi kaumu yake? Kama hajulikani babake, ataipata vipi kaumu yake? Ataupata vipi mji wake? Atapata vipi kabila lake na yeye hajulikani babake? Kwa hivyo ni dhulma kubwa. Umemnyongesha ule mtoto, umemdhalilisha, jambo ambalo mtu akwambia aona ni rahisi sana, lakini ni katika dhambi ya pili inayofuatia shirki, kule kwamba kuweka mbegu zako katika sehemu ambayo si halali yako, kwa sababu lao atapatikana mtoto yule, wewe umemfanya awe mnyonge kiasi kikubwa. Allahu tabaraka wa taala katika aya hizi tulizozisoma atufundisha kwamba Allah tabaraka wa taala ni muweza wa kufanya anachotaka na haendi na kanuni za wanadamu. Kama washangaa kwamba Isa ametokana na mama bila ya baba, twajua mama yuwazaa. Haya, huyu Hawa ametokana na nani? Huyu Hawa ametokana na nani? Allah tabaraka wa taala sema, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Allah tabaraka wa taala sema, muogopeni Mola wenu ambaye amewaombeni kutokana na nafsi moja, wa khalaqa minha, alafu kutoka kwenye hiyo nafsi
nafsi, akaumba hapo hapo kwa Adam, akamuumba Hawa. Haya, lete biolojia yako sasa mpaka azaliwe mtu atoke Hawa kwenye Adam. Ni kuonyesha Allah tabaraka wa taala auweka ulimwengu ujue kwamba kuna tofauti ya Mola muumba na viumbe, kwamba yeye fa'alun lima yurid, ala kulli shay'in qadir. Yeye ni mtendaji, anachokitaka, na vile vile ana uwezo wa kila kitu. Ndio akatupatia Adam bila baba wala mama, akatupatia Hawa bila mama, ametokana na baba, akatupatia Isa bila baba, ametokana na mama. Haya yote ni mafunzo ya imani ya kuweza kumwamini Allah tabaraka wa taala, na maisha yako yakubali kwamba anayeweza ni Allah peke yake. Usiwe na tatizo lolote ukaliona ni kubwa. Allah anafanya chochote kile anachotaka, na wewe uwe na imani hiyo ya kuwa Allah tabaraka wa taala ndiye mwenye kulifanya lile ambalo waliona haliwezekani. Lakini pia katika somo hili la tufunza kwamba wale wanaodai kwamba Isa alayhi salam ni mtoto wa Mungu wamemtusi sana Allah tabaraka wa taala, na hii ndio lubul mawdhu ambao tuikusudia, kwamba lazima tujue mwezi tulionao ni mwezi wenye hatari nyingi sana. Watakikana Waislamu wakithirishe ibada, wakithirishe dhikrullah, kumsabihi Allah kwa wingi sana, kwa sababu ndio mwezi unaobeba hasira za Allah, bali si Allah, hasira za mbingu na ardhi. Allah tabarak wa taala sema takadu samawat yatafattarna wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hizi mbingu kwa mwezi huu ziko karibu kupasuka, kuvunjika vipande vipande, ardhi kupasuka, majabali kuporomoka, kule watu kudai kwamba Allah ana mtoto. Tunaona ni vitu vya kawaida, na wangapi wataipokea Christmas wakijibizana Mary, asa najibu tu kwa ulimi. Lakini hizi mbingu ni mwezi ambao una hasira nyingi sana. Haya majabali, hizi mounti tulizonazo zina hasira sana. Mbingu ina hasira, ardhi unaoikanyaga ina hasira, karibu ipasuke uingie ndani. Kule kuna watu wanadai kwamba Allah ana mtoto. Ole wao wale wanaokuambia mimi naenda kuomba tu kwa yule pastor, lakini mimi Muislamu, ni maombi mtu yeyote aweza kukuombea. Nani huyu atakuombea ikiwa mbingu ina hasira na yeye karibu ipasuke mmeze huyu, alafu wewe waipeleka dua yako kupitia kwake mbinguni iende wapi? Ni kutojua nini tunachokifanya, ni kutojua wewe ni nani, kutojitambua wewe ni muumini. Mwezi kama huu unatakikana ni katika mwezi tuweni ni wenye kuleta adhkari kwa wingi sana, na hakuna dhikri ambayo inapambana na mazito na hatari kama kumsabih Allah tabarak wa taala. Ndio Allah akakariri kwenye Qur'ani, wasabbihuhu bukratan wa asila. Tumsabih Allah tabarak wa taala asubuhi na jioni kwa wingi, kwa sababu Allah tabarak wa taala amejalia dhikri hii ya tasbih moja katika kazi yake inaregesha hasira. Tumkumbuka mmoja katika mitume wa Allah tabarak wa taala, Nabii Allah Yunus, ambaye alikasirika baada ya kuona haitikiwi katika dawa yake, akaamua kuingia kwenye mashua au jahazi kusafiri kuhama mji ule alopewa kazi ile. Lakini lililotokea Nabii Allah Yunus ni mmoja, ilibidi atupe baharini, na akiingia kwenye maji samaki alimmeza.
samaki yule aliyemeza yuko ndani ya kina cha bahari, tena yuko ndani ya tumbo la samaki, lakini kilichomsaidia Allah tabarak wa taala asema lau sikutusabihi sisi, ni tasbihi gani aliyoleta? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ndiyo baadhi ya wanavyoni wasema hii tasbih inakaribia kuregesha. Nikisema tasbih sio zile vijiwe, hapana. Tasbihi ni dhikri, subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Neno linaoanza kumtakasa Allah ndio inaitwa tasbih. Kwa hivyo wasema hii inakaribia kuiregesha ile kadari nyuma, kwa sababu ni dhikri inaotumiwa mpaka na malaika, inatumiwa na ndege, inatumiwa mpaka radi ile unapoisikia ni tasbihi, inamsabihi Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo huu ni mwezi una maafa mengi, kwa sababu hasira za Allah ziko juu. Kule Allah kutukanwa, kuambiwa ana mtoto. Vipi Allah atakuwa na mtoto? Na Allah tabaraka wa taala kila kitu ni chake yeye. Kwa nini aambiwe ana mtoto? Ataka nini kwa nani mwenye mtoto ambaye hana maslahi naye? Wewe ukiulizwa kwa nini wapenda watoto, asema mtoto yuanifurahisha. Allah furaha ameileta yeye, afurahishwe na nani? Mpaka apate mtoto amfurahisha, na chochote cha mfurahisha Allah tabarak wa taala. Watoto watanisaidia nikizeeka kazi zangu, Allah asaidiwe na nani? Alichoka lini Allah mpaka asaidiwe? Nikizeeka wataendeleza, Allah azeeka. Nikifa watanirithi, Allah yuwarithiwa, yuwafa. Kwa hivyo utakuta hizi sifa za mtoto zote zina upungufu. Ni kwamba mwanadamu ana matarajio kupitia mtoto yule, na Allah tabarak wa taala wote walio katika mbingu na ardhi ni wake yeye. Walillahi ma fi samawati wa ma fil ardh, kila kitu ni chake. Kwa hivyo inakuwa ni aibu, ni kasoro, ni upungufu unaposema Allah tabaraka wa taala ana mtoto. Ni tusi kwa Allah. Kwa ajili hiyo, kama wewe ukitusiwa hukasirika, je, matusi haya yapelekwe kwa Allah, hasira yake ni kubwa gani? Tumeubadilisha mwezi huu sisi, tumeingia ndio mwezi wa starehe nyingi, ndio mwezi ambao tuutumia kwa raha nyingi. Wallahi kumbe ilikuwa ndio mwezi sisi tushikamane na dini zaidi na ibada zaidi, ili kumuomba Allah atutenganishe, subhanallahi amma yushrikun. Tukimsifu Allah kwamba ametakasika, yuko kando na aibu na upungufu kulingana na yale wanaomshirikisha Allah tabaraka wa taala. Lakini pia tujue kwamba katika mambo haya ya kusherehekea kuzaliwa si katika Uislamu kabisa. Uislamu hauna sherehe ya kukumbuka mazazi, hakuna. Si kwa mwingine, licha mitume ya Mwenyezi Mungu, hata wewe hufai kujiwekea siku ya kukumbuka siku uliozaliwa. Hakuna hilo, Uislamu hauna. Bali ukiwaangalia salafu saleh, walikuwa wakikumbuka siku waliozaliwa, walikuwa wakilia. Mmoja yuaja nyumbani alia kweli kweli, aingia nyumbani, mkewe amemtengezea nyumba ile, imewekwa decoration nzuri, na amemwekea mme wangu, leo ni siku yako, umefikisha miaka 60, keki kubwa pale, sijui na nini. Yule bwana alilia mpaka akazimia. Mke wake amwambia, mume wangu, baada ya kupata fahamu, una nini wewe, alia na nini? Nimeona na kufurahisha. Asema, nimekumbuka hiyo miaka 60. Lau tuchukulie kuanzia miaka 15 mpaka 60, na miaka 45 naandikiwa. Lau kila mwaka nafanya dhambi moja, nina dhambi 45. 45 mbele ya Allah, alfa sanati mimma ta'udun. Ina maana siku moja ni siku 1000. Nina miaka 1045 ya kukaa motoni. Nitaweza kuvumilia moto wa jahannam? Fama asbarahum ala nar. Allah asema, ni nani atakayeweza kuvumilia moto wa jahannam? Huyu amehesabu dhambi moja kwa mwaka,
Je, sisi ambao ni dhambi 100 kwa dakika tutatakikana tusikitike kwa kupita miaka au tushereke? Maal asaf huwashwa na moto ili kujikumbusha pia kwamba mimi nenda hapa, mishumaa itajaa, ni dalili kwamba wewe enda kujichoma. Kwa hivyo Uislamu hauna sherehe hizi kabisa. Si kwa mtume ndio utakuta subhanallah dini ya miujiza. Utashangaa mtume wakati huo wake aliweka siku ya Jumatatu ni siku watu wafunge. Akaulizwa kwa nini? Asema siku nimezaliwa. Sasa hebu iangalie falsafa ya saumu. Mtume huyu asema siku ya Idi haifai kufunga kwa sababu ni siku ya raha ya kula na kunywa. Alafu siku alozaliwa asema watu wafunge, kama akataza sherehe siku aliyozaliwa. Sallu ala habibikum sallallahu. Hivi ndivyo dini hii ilivyo na mipango. Ndivyo dini hii, kwa sababu si yetu, ni dini ya Allah, na aliyeletwa kwetu ni mtume aliyesifiwa wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.